Eh, hey. Yaani mimi nashukuru Mungu ni kukutwa na hii hali. Kwanza kuna utaratibu ili ufungue kanisa, process yake ni ndefu kiasi kwamba hata pa kuongelea tunakosa. Sisi wenyewe tumetumwa kuongea, basi hatujatumwa kufanya kitu kiwacho chochote, tumetumwa kuwaambia watu makosa yao. Sasa kinafika kipindi tunakutana na sheria. Hivi ndivyo vinavyotuuma sana. Sisi tumeambiwa tuwaambie watu makosa yao. Ukiyasema makosa yao, wanageukia wao sheria, wanakupeleka kwenye vyombo vya serikali. Lakini kwa vile tumetumwa kuwaambia watu makosa yao, inalazimika. Sasa tunapokuwa tunafika sehemu fulani, kwa mfano kama mimi leo hii niko kwenu watakatifu wa Mungu, niko kwenu wacha Mungu wa Mungu, wachaji wa Mungu. Naomba nisamehewe sana, yaani hili naomba, kwa sababu wapo watu wananitumia mimi kama kigezo cha kutendea dhambi. Mwangalie yule mzee anayejiita Africa to Europe Church, mwangalie mambo yake, wanaanza kuonesha yale tuliyokuwa tunasema sisi wenyewe. Huyu alituambia hivyo, leo yuko kinyume. Ina maana tayari kesha acha kabisa ile kweli ya Mungu. Sasa mimi naomba jamani, mnisamehe wale wote ambao kwa kinywa changu walisikia na waambia, naomba wanisamehe. Naomba hapa niyapitie, lakini yapo mengi sana, yameshafika zaidi ya 40 ambayo tuliyakosea. Sasa naomba nianzie tu, ninaanza, sio kwamba ndio ninaanza. Naomba nianzie na hili la Jumapili. Tulihubiri tunasema Jumapili ndio siku ya Mungu, siku ya saba, siku ya kutokufanya kazi. Ndivyo tulivyohubiri. Tulijibana sana siku hiyo, tusimkosee Mungu. Jamani, tuliyakuta. Kwa hilo naomba mnisamehe, wacha Mungu wote, watakatifu wote. Tulisema ukinywa kidogo, pombe kidogo, unamuona Mungu tu. Yaani tulisema hivyo. Unachukua andiko wala hulielewi, unalisemea hilo. Timotheo aliambiwa kunywa kidogo, tunyweni tu kidogo. Leo wasomi wamekuwa wengi. Jamani, mimi naomba mnisamehe, simo katika hayo. 3, wake wengi tuliambiwa hivi, uwe na mmoja, ukiwa na wengi jehanamu. Na sisi tulihubiri hivyo. Siku za maendeleo hizi, ndugu zangu, siku za maendeleo, wanapotuuliza maswali tunashindwa kujibu. Sasa tunaposhindwa kujibu, wasomi wanachanganyikiwa. Anaingia kanisani, usomi wote anaacha mlangoni, madigiri yanaachwa mlangoni hapo, mastashahada yamejaa, mashahada yamejaa, eti wanaacha humo. Akitoka humo, anapochukua elimu yake mlangoni pale, hakuna kinachosalia. Tulikutana mitaani kuulizana maswali, hivi vipi? Tulihubiri tu. Wale wenzetu usomi umeendelea, na sisi tunaenda tunarukia. Wanasemaga from where no. Tulihubiri from where no. Bora tunahubiri, tumeyakuta hayo na wao wale walioyaleta hii from where no. Tunapowauliza tena wengine wala hawataki hata kuulizwa. Ukisoma kitabu kimoja kinaitwa Wimbo wa Okolo na Lawino, kinasema kwamba hawa watu ni wakali ukiwauliza maswali. Sasa sisi ambao sio wakali ndio tunakutana hayo maswali kumbe ni from where no. Tulihubiri tu. Mimi simo, naomba mnisamehe. Tukaambiwa kwamba unga wa Bakresa
unafanywa unakuwa mwili wa Kristo, unafanyiwa maajabu tu. Wengine hata maajabu hawafanyi, wanaenda kununua tu biskuti, jamani huu ni mwili wa Kristo, wanaondoka humo wanajua huu ndio mwili wa Kristo, nimekula mwili wa Kristo. Yaani vitu vya namna hiyo. Maswali from where no? Sasa jamani yaani nashindwa kuelewa. Hawa wasomi tunawatesa na mbingu yao inakuwa ngumu. Wanafanya vitu kwa mashaka, hawaridhishwi. Maana tulikuwa tunahubiri tu, tuliyakuta na sisi, unaenda tu. Hebu tuangalie na hiki cha 5. Tulihubiri ndio midomo hii. Muhammad alikuwa na kifafa, mwezi ukija huku anaanguka, sijui namna gani. Hivi tulivyohubiri. Yule sio mtumishi wa Mungu, vipi na vipi. Wakisema Allahu Akbar, unaona wanasema wala hasikii, yani utani, yani from where no. Jamani, vitu vingine hata hii najitahidi tu from where no, na dandia mitaani huko. Wewe ukiifuata mimi sijui, utaongea watakuzomea sijui mimi, lakini huwa nasikia wanasema vitu ambavyo havijulikani vimetokea wapi. Ndio maana kuna karedio kamoja huwa kanasema ni ukweli na uhakika, kanakuwa na ushahidi wa kutosha. Sasa vitu ambavyo havina ushahidi wa kutosha, hawa jamaa eti huwa wanasema from where no. Na sisi tumekadandia. Wasomi wengi siku hizi unawasikia wanakuambia bwana wewe usiniambie mambo ya from where no. Na sisi tunachukua. Sasa wewe ukichukulia hayo narudi 6. Kwa kumaanishaje? Kumbe uadui wa Muhammad, uadui wa Waarabu na wazungu ndio uliofanya wazungu watuambie hayo. Ninakuja kwa undani, na zaidi ya yote nikikamilisha, kuna mipango huwa wanasema kwamba eti unaweza ukawa unatuma, sijui wanaita eti soft copy, unatuma huko wanakojua wao angani, halafu mtu akiyahitaji anayachukuako. Sasa hivi tunaenda kuanza kuyarusha yenye shahidi mbalimbali za kutosha, maandiko matakatifu, historia kamilifu. Radio yetu sisi ni ukweli na uhakika. Hata marehemu Mkapa alikuwa anasema uwazi, sijui na ukweli, ukweli na uwazi, kitu kama hicho. Yatakuwa kule angani, wakimaliza kuniandalia wasomi wa leo na yapeleka huko. 6. Eti Kristo ni Mungu. Jamani, tuna Mungu watatu. Haya utayakuta huko. Kwa sasa hivi jamani, naomba mnisamehe. Wote mlio kisikia hiki kinywa, naomba mnisamehe. Haya ndio from where no. Haya from where no. Yapo mengi. Na ili mjue kwamba mimi ni mfuatiliaji, nitakuwa naongea na Viingereza vya namna hii. Ila usiondoke navyo. Ukiondoka nacho watakuzomea huko, mimi sijui. Lakini haya mafundisho haya tuliokuwa tunafundisha, ambayo ni from where no, mimi simo. Narudia, mimi simo, na mbele za Mungu simo. Watakatifu ambao wengine wanasema muoneni huyo, tulihubiri bila vielelezo. Wewe unayesema muoneni huyo, tukutane sasa. Wewe ukiwa na vielelezo uniambie kwamba hiki kielelezo chake kiko hapa. Jumapili siku takatifu ya Mungu, tusifanye kazi, iko hapa. Kristo ni Mungu, iko hapa. Tukutane tu. Mimi niko tayari, kwa sababu mimi ni mfuatiliaji. Ndio maana ninazijua hata hizo from where no. Nadhani kwa leo niishie hapo. Waliogundua mitandao, yani mimi huwa nikiona hata watu 10 huwa najisikia amani sana. Hawa 10 siku zijazo hawatakuwa 10. Nakumbuka Kristo wakati anaondoka kwenye dunia hii, wakati huo hakuwa Kristo tena. Wakati anaondoka alikuwa ameurudia uyesu wake. Wakati anaondoka aliacha wanafunzi, kwa mujibu wa Biblia walikuwa 120.
leo wakirudi sasa. Kwa hiyo na mimi najua wakisoma 10 hawa wakasoma kwa kuelewa hawa, ndani ya miaka ijayo watu watatembea sawa sawa na maandiko. Mpende Mungu wako kwa akili zako zote, nguvu zako zote. Watu ukiwaambia tu yatakuja manabii ya uongo, walishakalia hayo ni mauadui tu. Wazungu na Waarabu, hawa wazungu wanakataa Muhammad sio mtume, na hawa nao Waarabu wanasema Kristo sio chochote. Jamani, from where no? Waulizeni vizuri. Ila mimi popote pale mniulize najibu. Kwa sasa hivi najibu kila aina hilo ya swali. Haya mambo ya from where no sina muda nayo tena. Jamani, naomba mnisamehe ni kama niliwachanganya, lakini sasa hivi naomba turudi wote, tutumie akili zetu, na maendeleo ni makubwa. Turudi kuchambua upya. Ndio maana wale jamaa wanasema sijui reform, sijui ndio kuchambua upya. Turudi tuchambue upya. Asanteni sana.